Ukishaanza kuona unautumia uhusiano wako na Mungu kuwahukumu wengine na kuwakataa wengine, wewe ni mtu wa dini. Na kama unafikiri wewe ni msafi, and if you think you are clean, si usaidie na wengine walio wachafu wao wasafi then basi. help others who are dirty, let them become clean. You know, one day the Lord shocked me. Unajua siku moja Mungu anishangaza. When I was praying, Nilipokuwa nikiomba, the Lord said to me, Mungu akaniambia, Daniel. Daniel. And I said, yes sir. Nikasema ndio Bwana. He said to me, Akasema, do you know fake ministers? unajua watumishi wa uongo? And I said, yes. Nikasema ndio. Can you have any picture Je, unaweza ukawa na picha yote in your mind? katika akili yako? And I said, yes. Nikasema ndio. I said, God, what do you mean? Nikasema Mungu He una maana said, gani? even you, Akasema hata wewe you are about to become fake. unaelekea kuwa batili. And I said, God, Nikasema Mungu, what do you mean? una maana gani? He said, Akasema, you see other fake ministers, unaona watumishi wengine kama sio watumishi and wangu, bad enough you hate them. na mbaya zaidi unawachukia. You know, I repented about it. Unajua ni tubu kwayo. Unachukia You hate watu wengine other people kwa sababu wewe unaamini because you believe sio sahihi, that's not right, na unafikiri and you think unamjua Mungu. you know God. Kila aliyejua anatokana na Mungu ana upendo, Everyone comes na from God upendo as haupo love. tu kwa sababu wako sahihi au hawako sahihi. And love is not Upendo because is they're right or not. automatically either they are right or wrong. Tumefika mahali ambapo We've come to a point, if you know a man is fake, the Kama- first you hate, kama ukijua mtu ni batili, kwanza tu unamchukia. that hatred you have in your heart, Hiyo chuki it moyoni proves mwako even you inakuonyesha you kwamba are hata fake, wewe pia because ni batili, anyone come from God have love. kwa sababu yeyote anayetokana na Mungu ana upendo. Nikamwambia Mungu ni rehemu sana, I told God, have mercy on me, kwa sababu hao watu unawatazama wewe because these people, you are the one watching them, na wewe unasema ni watu wasio sawa and you say these people are not kwa right misingi unayoijua wewe, by your own foundation, lakini ndani yako kumejaa chuki. but inside there is That hatred. means you are even fake. Ndio kusema hata wewe pia ni batili. Should I love them? Yes. Je, niwapende? Ndio, So you can pray for them. ili kwamba waombee. Mungu afurahii mwisho wa God is, watu wabaya. God is not pleased by the end of the sinners. Siku moja Mungu aliniambia hivi, ajenda ya uamsho The agenda of revival haijabeba watumishi waliosimama peke yao. is not only for the ministers. Ajenda ya uamsho The revival agenda, inakuja na hata walioanguka kuwanyanyua waendelee it comes mbele. even for those who are falling, to lift them up to move on. Wameacha njia za Mungu, They left lakini Mungu anapokuja anajifunua kwao, anawaonyesha makosa yao, wanakubali kutubu kutoka moyoni, wanatengeneza na Mungu, halafu wanakuwa vyombo kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Lakini wewe unabaki umewabeba watu. You think you are genuine Unadhani kwamba wewe ni mkweli, while you are fake. wakati pia wewe ni batili. Jasikia mtu anaanza kutaja habari ya mtumishi, wewe cha kwanza unajisikia nini? When you hear someone mentioning someone, you feel bad, Unachukia. you hate it. Kwani amekufanya nini? What had this minister done to Amekwambia you? nini? What has Hiyo he told chuki you? iliyo ndani yako sio kwamba ni wivu wa Mungu, hapana. That hatred Na is wewe not, uko upande wa shetani, wewe ni fake. Kama yeye ni fake na wewe ni fake square. that hatred is not from God. If that one is fake, you are fake squared. Kwa nini? Uongozwi na pendo la Mungu. Why you are not led by the love of God. Wako wengine ambao shetani alichofanya tu aliwawahi There are some people, katika njia zao ya kutembea na Mungu, Satan only akawawahi. timed them in their way to move with God. Na wao wenyewe wanatengeneza na Mungu toka moyoni, lakini hawana namna ya kutoka huko. And they want to reconcile themselves from their heart, but there's no way for them to get out. Lakini wewe kwa sababu unasema tena, vingine hata hujathibitisha, ni umeambiwa. Bwana asifiwe sana. But because you are Do you told, know, not one even day woman confirmed. come to me and said, man of God, where we come from, Someone alikuja akaniambia kwamba mtumishi wa Mungu, kwetu the tunakotoka, church I come from, lile kanisa ninakotoka, they say you are a Freemason. wanasema kwamba wewe ni Freemasons. So mimi nilikuja kuona Freemason wako ni wa namna gani. So I came here to study that Freemasons of yours. Nasema na mpaka hapo mimi ni mshirika mpaka leo. From that moment I'm a member even now. There are people they believe I am Freemason Kuna watu wanaamini kwamba mimi ni because of Freemasons hatred of their pastors. kwa sababu tu ya chuki za wachungaji wao. If Daniel is fake Kama Daniel ni batili and you hate me, na you unanichukia, are fake too. wewe pia ni batili. From that day the Lord, Ndio maana kutoka siku I ile don't hate any man of God. No simchukii matter what mtumishi I wote wa hear, Mungu. no matter what it comes Haijalishi from, I nasikia don't nini, care. sijali, But I will never opt to be fake because of lacking love. na sitaamua kuwa fake kwa kukosa upendo.
Kwa sababu Kristo ni upendo. Because Christ is love. Na watu ukamilishwa kwa pendo. And people are perfected by love. I don't hate people. Siwachukiwa. Na hata ukinisikia narusha nondo hapa zinaruka kweli kweli. Even when it's I'm not because I hate anyone. Sio kwa sababu namchukia mtu. It's because it's my responsibility as a preacher. Ni kwa sababu ni wajibu wangu kama mhubiri. To speak the truth. Kutamka, kuzungumza ukweli. In love. Kwa upendo. Uhusiano wako na Mungu. Your relationship with God. Ukishaanza kuulinganisha na watu na kuwakosoa watu because of your relationship with God. When you begin to compare to the people, that's not a relationship again. Condemning other people who sio uhusiano tena. That's judgment. Sasa huko ni kuhukumu. You are using your personal righteousness. Unatumia utaua wako binafsi. Hiki ndicho alichokifanya yule nani? Farisayo. This is what the Pharisee did. Alisimama mbele za Mungu akasemaje? He stood before God saying, mimi si kama watu wengine. Sema si kama watu wengine. I'm not like other people. Yamkini unasimama unasema mimi si kama watumishi. Provincial say I'm not like other ministers. Nafunga. I fast. Natoa zaka. I give tithe. Nafanya sijui nini. I do so and so. Yesu akamwambia, Jesus told him, nenda tu nyumbani ndugu yangu. Just go home. Hauna thawabu. You have no reward. Anyone you hate, you are fake. Yote unayemchukia, even you, hata kama yeye ni fake, wewe pia unakuwa fake. The agenda of revival, agenda wa will consider even a falling ministers. Inawafikiria hata wale watumishi walioanguka. I know you don't know. Najua hujui. Akawaambia, he told them, kawaambieni wanafunzi wake, tell his disciples, na Petro pia. And Peter. Kwani Petro sio mwanafunzi wa Yesu siku hizi? Is Peter not the disciple of Jesus? He is a disciple. He was a falling minister. Amemkana mara tatu. Kawaambieni wanafunzi wake, tell his disciples, na Petro pia. And Peter also. Swali linakuja. The question is, ye Petro sio sehemu ya mitume? Is he not part of the disciples? Lakini kwa nini anatajwa kana kwamba ametengwa na mitume? Why is he mentioned like as if he's a falling minister? Yeye ni mtumishi aliyeanguka. But he must be part of a revival. Lakini lazima awe sehemu ya uamsho. Okay. Sawa. Ashumu huduma kama hii. Imagine a ministry like this. Mungu anaikuza, itaenda. God increase it, multiply it, na watu wako hapa Mungu aliwapa neema ya kukaa na watumishi wa Mungu. And there are good people here, God. Alafu inafika mahali maagent wa kuzimu wanakaa karibu na mtumishi wa Mungu. Then the agent from hell, na wanaanza kwa siri kuipindisha misimamo na njia za kimungu kwenye huduma. They begin secretly to work out. Hivi utaendelea kuhama kanisa unavyohama au utakaa magotini pa Mungu? Kwa sababu kanisa zuri halitafutwi. Kanisa zuri linatengenezwa kwa maombi. A good church is created by prayers and supplication. Hii ndio inaharibu kanisa la Tanzania. This is what destroys the church in Tanzania. People, they are not ready to intercede in prayer. Watu hawako tayari kuingia katika maombi. We don't have genuine intercessors. Hatuna waombaji halisi. We have a genuine pretenders. Tuna tu watu wanaoigiza. Genuine pretenders. Waigizaji wa kweli. Ngoja niseme kitu kigumu kidogo. Let me say something so hard. You stay with your spiritual father for 20 years. Unakaa na baba yako wa kiroho kwa miaka 20. Now you deny him. Halafu unamkana. You come to Daniel today. Unakuja kwa Danieli leo. You say is a best father. Unasema kwamba huyu ni baba bora. Kai. It takes the highest level of a stupid man to understand you. Inachukua kiwango kikuu sana cha mtu mpumbavu kuweza kukuelewa. Haimaanishi Mungu hawezi kutoa mahali akakuleta mahali. Does not mean God can't take you place to another place. Lakini ujue katika ufahamu wako ya kwamba it's important to know you are not in a mind the that responsibility of making a church is prayer and intercession. How many people understand? Naomba usiyatumie mahusiano yako na Mungu kama kiboko cha kuwachapa watu. Please don't use your relationship with God as a cane to flog other people. Umenisikia? You hear me? Umenielewa nilichosema? Ukishafanya namna hiyo, when you do like that, you are not again in a relationship. You are in a cage of religion. Upo katika fungo la kidini. Every man of God is fake. Kila mtumishi wa Mungu ni fake. Akinyanyuka kidogo, when they rise, akisimama kidogo, when they stand, fake. Unajua kuna watu utakaa waelewe na utakaa wakubali kwa sababu hawajatumwa kwa ajili yako. There are people who never understand, never accept them because they are not sent for you. Kwa hiyo wewe kutowaelewa na kutowakubali haimaanishi sio sahihi. So failing to understand them and to accept them does not mean that is wrong.